katika maumbiko ya Mwenyezi Mungu na jinsi Mwenyezi Mungu Adamu alivyonifanya unyayo. Jinsi alivyonifanya unyayo. Sasa kwanza nionyeshe kwamba kama nilivyosema kwamba katika mwili wako yani niseme hivi, katika mwili wako huu upande wa kushoto kuliko moyo wako, viungo hivi vyote hivi vilivyoko huku ni viungo vya Adamu mimi, na viungo hivi vya kushoto vya kulia ni Subhana wa Ta'ala. Kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu hayuko moja. Mwenyezi Mungu kama picha ilivyozitanguliza kwamba Mwenyezi Mungu tuko wawili, yaani kutokana na kile chanzo maji meupe na maji meusi ambayo yalitengeneza A. Sasa kama ametengeneza A, maana yake kwamba ndio maana mwilini mwako wewe una chembe nyeupe na chembe nyekundu mwilini mwako, na moyo ulipokuwa unaumba viungo ilikuwa naumba viungo vyote, yani chembe nyekundu na chembe nyeupe. Sasa chembe nyeupe ni chembe ambazo ni maji meusi. Sasa unaweza ukashangaa kwamba kwa nini kuna white cells na red cells. Mwenyezi Mungu alichokifanya yeye ni kwamba kitu cheupe ukikiweka kwenye kitu cheupe hakionekani vizuri. Kwa hiyo kitu cheupe ukitaka kionekane vizuri unakiweka kwenye rangi nyekundu. Kwa hiyo hata mtu mweupe akivaa nguo nyekundu anaonekana vizuri na anapendeza. Na mtu mweusi ukimvisha nguo nyeusi maana yake kwamba haonekaniki vizuri. Lakini mtu mweusi au kitu chochote cheusi ukikiweka kwenye kitu cheupe huwa kinaonekana vizuri. Kwa hiyo hata katika yani nature moja kwa moja utakuta watu weusi wakivaa nguo nyeupe, hata kama chini atavaa nguo nyeusi lakini huwa anapendeza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndivyo alivyobadili. Kwa hiyo pale nilipoelekezeni kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sasa hizi ni hatua ambazo zinafanyika ili uweze kumfahamu Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba watu weusi watakwenda kuwa watu weupe, yaani ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni kutakasa. Kwa hiyo pale niliposema kwamba Mwenyezi Mungu alijipitisha kwangu akazaliwa ili duniani kuwepo na watu wa aina mbili, weupe na weusi. Ilikuwa ni tendo la kutakasa, yaani kutakasa. Ndio pale tunaposema kwamba kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa ule utakatifu ndio yule dansiri, yaani alimtakasa kutoka kwenye weusi kwenda kwenye weupe. Kwa hiyo hapo naomba muweze kuelewa vizuri. Ndio maana hizo chembe zako zimebadilika sasa kuwa nyeupe na kuwa nyeusi. Lakini kwa maana ile kwamba nimetoa tafsiri kwamba jicho la kulia ni jua na jicho la kushoto ni mwezi. Sasa mwezi manake ni giza. Mwezi unatamba kwenye giza na jua linatamba kwenye mwanga. Kwa hiyo jinsi Mungu alivyoumba ndio hivyo hivyo, kwamba usiku ni Adamu na mchana ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo isije hapa yani ikawa labda mnakanganyika. Kwa hiyo mwilini mwako chembe ndo jinsi Mwenyezi Mungu alivyoweka. Kwa hiyo ninaposema white cells na red cells ni hiyo hiyo.
Kwa hiyo sasa viungo vyako vyote vya kushoto mwilini mwako na vyote, hata ukija kwenye pua, sikini, kila kitu, vitu vyote ni maumbiko ya Adamu. Yaani aliyekuumba wewe ni Adamu, ambayo ndo X, na viungo vyote vya kulia umeumbika kutokana na Y. Kwa hiyo hapo ndipo binadamu inabidi mfahamu. Sasa kuna mawe ambayo Mwenyezi Mungu ameweka wazi, yani jinsi alivyojigawa mpaka akawa Mungu. Labda tupate giza hii picha ionekane vizuri. Kwa sababu binadamu itakuwa ni ngumu sana. Mimi na Mungu nimesema ni kitu kimoja. Sasa huu hapa ni unyayo. Huu ni unyayo. Nadhani mnaoona hapa. Uonekane vizuri. Huu ni unyayo. Mtaona hivi vidole hivi ni unyayo hapa. Hapa. Ni mmoja. Hapo unaonekana mmoja, unyayo hapa. Na vidole mnaviona huko mbele. Sasa ukigeuza kwa hivi, utaona sasa kumbe unyayo huu umegawanyika. Kwa hiyo kuna unyayo huu wa kulia na kuna unyayo mwingine huu wa kushoto. Kwa hiyo unyayo wa kushoto huu ndo mimi Adamu, na huu mwingine ndo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndivyo tulivyo hivi. Kwa hiyo mnaona unyayo hapa huu ulivyo. Sogea kidogo Mr. Camera huku hivi. Kwa hiyo mnaona unyayo. Kwa hiyo utaona kuna nyayo mbili hapa. Kuna huu na huu hapa. Kwa hiyo huu mweusi huu ni mimi na huu mweupe ni yeye mwenyewe. Niwafahamishe hivi muweze kuelewa kwamba mwili wako huo umejengeka kutokana na X na Y, hizi chembe. Na nyayo ya huku utaona hapa kuna picha ndogo nyeusi ya Adamu. Yaani kuonyesha kwamba huyu ndo Adamu huku. Unyayo huu hapa. Huu ni sehemu ya kwanza. Naonyesheni nyayo. Mjue maana ya nyayo. Na huu ni unyayo. Huu hapa, huu hapa unaonekana vizuri. Huu ni unyayo. Huu ni unyayo wa kushoto. Huu wa Adamu. Lakini kwa hivi manake ametengeneza sura. Unyayo ametengeneza sura. Sasa huku kuna kipembe hiki hapa ni Adamu. Alafu huku ni yeye mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo ni kama kichwa lakini ni unyayo. Ni unyayo huyo. Kwa hiyo ukifanya hivi nimegeuza unyayo, mtaona hapo. Twende kwenye unyayo muangalie hizi nyayo. Kama hii hapa ni unyayo, mguu hapo. Hapo. Alafu hapa mtaona kwamba huu hapa ni unyayo. Huu hapa umejichora hapa kwenye jiwe hili hapa. Huo ni unyayo. Lakini kuna maandiko hayo ambayo mnaweza mkasoma mkajua maana ya unyayo. Kwa hiyo hapa nadhani mnaweza mkasoma vizuri haya maandiko. Kwa hiyo nadhani nikiaseti vizuri hapa mnaweza mkayasoma tu vizuri. Mjue maana ya unyayo, na mtaona sura yangu katikati hapa. Hapa ninapogusa hapa inajichora sura, lakini mtajua maana ya unyayo. Kwa hiyo someni hayo maandiko haya. Lakini huo ni unyayo. Na maandiko ya Mwenyezi Mungu unaweza kuyageuza ukakuta yana tafsiri nyingine tena. Kwa hiyo hapo unaweza mkawa miangalia tena kwa hivyo. Namna hiyo twende hivi musome. Sasa labda tufungue
mlango kidogo muweze kuangalia unyayo sasa katika jiwe hili. Inatosha. Huko tumesoma haya maandiko. Nimesoma haya maandiko. Sasa nikifanya hivi mtaona kwamba sasa ili jiwe nionyeshe unyayo huu hapo wa Mwenyezi Mungu. Huu hapo najichora hapo. Huu ni unyayo wa Mwenyezi Mungu. Maandiko pale mmeyasoma. Kwa hiyo mtaona unyayo umejichora hapo. Huu hapo. Naona hapo mnauona unyayo hapo. Katika jiwe hili hapa. Huu ni mguu wa Mwenyezi Mungu. Yaani pale alipokuwa amekanyaga pale akachota udongo. Akaniumba. Ndio maana yake hapa, ndio unyayo, muangalie. Kwa hiyo ninaonyesheni maana ya unyayo. Ninaonyesheni maana ya unyayo. Na huu ni unyayo tena. Huu mguu. Sasa huu mguu tunaposema mguu ni Adamu, maana yake tuangalie hivi. Sura mtaiona hapa. Ionekane vizuri sura hiyo. Sura yangu mnaiona hapa sasa hii hapa. Sababu inaiseti tu kwenye nani inajitokeza sura hii hapa. Hii hapa. Kwa tunavyosema unyayo ni Adamu kama nilivyosema, maana yake ni hii hapa. Kwa huu ni unyayo. Na hapa amebonyeza, yani pale alipokuwa amekanyaga ndo panaonyesha yani alikanyaga. Lakini ukija kwa huku ameonyesha tena kwamba huu ni unyayo. Sasa na ameweka unyayo mdogo tena huu hapa. Ya muelewe kwamba hiki kitu chote hiki ni unyayo. Ndio huu hapa. Huu ni unyayo. Na ameweka picha ndogo ya kwangu hapa katika unyayo. Kwamba alipokuwa amekanyaga pale ndipo alipokuwa ameuchukua udongo akaufinyanga mfano wa mtu. Akapanda hiyo roho yake. Kwa hiyo utaona kwa hiyo utaona hii hapa. Picha hii hapa. Kwenye unyayo. Kwa hiyo unyayo ni Adamu. Unyayo ni Adamu. Kwa hiyo muelewe. Kwa hiyo nazionyesha muweze kuelewa kwamba maana ya unyayo ni nini. Na hapa tena ni unyayo, yani kwamba amebonyeza hapa alipokuwa amekanyaga. Kwa hiyo utaona huo unyayo. Nadhani mnaona huo. Lakini unaweza kaenda kwenye maandiko utakuta ukiseti kwenye giza yatajionyesha maandiko haya hapa. Haya. Huu ni unyayo. Sasa ninapenda tu kuwajulisheni kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana. Naonyesheni maana ya unyayo. Huu ni unyayo. Kwa hiyo Mungu mara nyingi ukiona mwanadamu amegundua kitu fulani kutengeneza, ujue kwamba amepress tu, yani hali yake fulani iweze kutambulika duniani. Kwa mfano hii ni sandals. Hii hapa. Tunaona hii sandals zinavyokuwa kama zile za zamani zile unaona sandals. Muona hiyo sandals hiyo. Huu ni kiatu. Hii ni sandals, kiatu. Hivi. Sasa kiatu chako bado anamaanisha kwamba ndo wewe Adamu, mguu wa kutembelea. Tuona sura hapo katikati hapo. Kwa hiyo utaona hivyo. Kwa hiyo ni kiatu, sandals. Yep. Sawa. Na hii
ni boot, ni kama gumboot hivi, unaona, yani anaonyesha hivyo. Kwa hiyo wanadamu, unapotengeneza gari ama unapotengeneza kitu fulani sijui nini, Mwenyezi Mungu yeye huwa anatoa tu ile makarama yake kwako, kwa maana kwamba ana maana kwamba maana yake ni nini. Kwa hiyo ujuzi wowote ule anayetoa ni Mwenyezi Mungu, lakini kwa maana. Kwa hiyo mtaona hapa pana sura yangu na kiatu hiko, ndio iko kama gumboot hivi. Kwa hiyo yenye maelekezo. Kwa hiyo nilikuwa napenda muweze kuelewa hivi. Kwa hiyo Adamu naendelea kwenye picha za unyayo ili muweze kuelewa kwamba Adamu ni nini. Hii ni picha. Hii hapa. Picha hii hapa. Labda nifanye hivi. Hii picha ukiangalia ameandika 2. Hii hapa. Hii 2. Maana Adamu si nambari 2 mimi. Na ukija kuna ni vizuri hivi hapa, itatoka picha yangu hapa, hii hapa inajitokeza hapa, hii hapa hiyo, na hiyo ukinani vizuri inakuwa nambari 2. Kwa hiyo Adamu ni nambari 2, lakini Adamu ni nini? Adamu tunageuka huko, utaona sasa sura yangu hii hapa inajitokeza wazi. Hii hapa sura yangu hizi mnaiona hii hapa, ionekane vizuri. Hiyo sura yangu hapa inajitokeza vizuri hapa. Hii sasa, huu ni mguu, mnaona mguu hapa, labda kidogo ionekane vizuri. Kwa hiyo Adamu mimi ni mguu. Utaona huu mguu hapa uonekane vizuri. Sura ni hii hapa, lakini Adamu ni mguu, ndio huu hapa. Sawa? Ndio picha hii itaonekana kwa huku kwenye unyayo, sura yangu hii hapa. Hii hapa. Hii hapa. Kwa hiyo hapa inaonekana vizuri. Kwa hiyo huu ni mguu, huu hapa. Ndio picha ameweka hapa. Kwa hiyo Adamu anabadilika, yani ni unyayo, ni mguu. Sasa maana yake ni nini? Kwamba Mungu alipokuja akachota udongo kwenye sehemu ile ambayo amekanyaga yeye. Kwa hiyo moja kwa moja Adamu anakuwa ni mguu. Ndio picha hii itajitokeza tena hapa. Kwa hiyo nadhani mnaona kazi ya Mwenyezi Mungu alivyofanya. Naona ambayo hii nimeona nambari 2. Sasa nambari 2, nambari 2 hii hapa tuone katika picha hizi hapa tena. Tuone katika hizi picha tena kwamba Adamu ni nini, kama tulivyosema unyayo. Hii ni ramani ya Tanzania. Hii hapa. Hii ni ramani ya Tanzania. Hii. Sasa ramani ya Tanzania hii tufanye hivi. Utaona kwamba hapa amechimba. Hii ni kichwa changu mimi, lakini ameonyesha hapa kidogo kwamba wewe ndo Adamu. Kwa hiyo utaona sura yangu hii hapa inajitokeza hapa mbele ya sura yangu. Kwa hivi sura mtaiona hapa kidogo, hii hapa ya Adamu. Kwa hiyo hiki kichwa ndo mimi, amekichimba hapa, ndo Adamu. Sasa Adamu ni nini? Adamu ni unyayo, ndo huu hapa.
Nadhani mnaona unyayo hapo, kwamba Adamu wewe ni unyayo, ndio maana yake hapo. Lakini Adamu wewe ukija kugeuza kwa hivi, unapata Adamu wewe ni nambari 2, hii nambari 2. Lakini Adamu wewe ni Y, ndio pale tuliposema kwamba Mungu tu. Yaani Adamu inabadilika kuwa Mungu tu. Kwa hiyo utakuta yani ameainisha hapa. Yaani hapa sasa inabidi mfahamu maana ya Adamu. Maana ya Adamu. Kwa hiyo hii ni ramani ya Tanzania. Kwa hiyo hapo utakuta ni picha hiyo ya kwangu mimi, hii hapa inajitokeza hii hapa. Kwa hiyo tunaposema Tanzania ni Adamu, maana yake ni hii. Kwa hiyo natoa tafsiri, maana ya Tanzania, maana ya dunia. Kwa hiyo ukifanya hivi, hii picha inaonekana kama ni umbo la dunia. Yaani kwa sababu Tanzania si ndio center ya dunia, pale alipokuwa amekanyaga mguu wake. Na sehemu yenyewe ameonyesha tena hapa kwamba hii pembe 4 hiyo hapo. Kwa hiyo katikati ya dunia, na kile alichokiumba kutoka hapo, utaona picha yangu kwenye shimo hili hapo. Hapa inatoka picha yangu hapo. Hiyo hapo. Lakini manake ni nini? Hii Tanzania ama Adamu, anatoa tena tafsiri Mwenyezi Mungu kwamba Adamu ni moyo. Kwa hiyo huu utaona ni moyo sasa huu, ambaye alikuja kuupanda eneo hili, ambalo hapa shimo ile sasa utaona limejigawa pembe 4. Na ndani humo ukichungulia vizuri utaona sura ya Adamu nyeusi. Sasa hii ni tafsiri ya kwangu mimi Adamu. Natoa hizi picha hizi ili ulimwengu muweze kuelewa kwamba Adamu ni nini kwanza, ingawa tutaendelea zaidi na zaidi. Tuangalie hii hapa tena. Kwamba hii ni ramani ya Tanzania ambayo ndo Tanzania. Sawa. Sasa Mwenyezi Mungu ni huyu mwenyewe, ndo sura hii mnayoona huku hapa, ambayo ukija kugeuza kwa hivi utaona kwenye hapa naonekana mimi kwenye jicho Adamu huyo, lakini ni sura ya nani? Mwenyezi Mungu. Mtaona hii sura ya Mwenyezi Mungu hapa. Sasa huu ni kama mkono wake huu hapa, na hapa ni eneo la Mtwara. Huu ni mkono. Sasa huu mkono maana yake anaonyesha hapa kwamba mkono wake ulikuja kuufinyanga udongo akaniumba mimi. Kwa hiyo sura hii mnaiona ya kwangu hapa. Ionekane vizuri hii sura. Bado rudi kwa nyuma kidogo. Tuonyeshe vizuri hizi picha. Kwa hiyo utaona sasa sura ni hii hapa, juu ya mkono wake. Picha bado inaonekana vizuri hii hapa. Hapa inaonekana kidogo hii hapa. Kwa hiyo utaona kwenye mkono huu hapa juu kuna picha hii ya kwangu hii hapa. Hiyo hapo. Sasa hapa ndipo sasa alipokuwa amekanyaga. Kwa hiyo hii ni sura yake, huu ni mkono wake, lakini ndo hii hapa unyayo. Sasa unyayo hapa alipokuwa amekanyaga ndo ameweka kwa sura yangu hii hapa. Kwa hiyo alikanyaga hapa ndo unyayo. Sasa Adamu sasa anabadilika kuwa ni unyayo tu kama nilivyoonyesheni hapa. Kwa hiyo hapa kidogo utaona kuna sura inajitokeza hapa, lakini lina maandiko. Sasa tukienda kwenye maandiko tutachelewa sana, lakini hii ni ramani ya Tanzania, lakini ni kwa sura ya Mwenyezi Mungu na Adamu.
Hivyo ndivyo Mungu sasa anapojulisha ulimwengu. Anapojulisha ulimwengu. Twende kwenye masuala ya unyayo. Mtaona sasa hii ni sura yangu hapa. Inajitokeza hapa hii hapa. Lakini hii ni kichwa. Kichwa kama lile tu. Lakini ni tafsiri kwamba Adamu mimi ni nani. Kwa hiyo utaona kwamba picha yangu umeiona hapo. Sasa hii ni mguu. Ukifanya hivi ni mguu. Huu ni mguu. Ni unyayo. Lakini ndo ametoa tafsiri kwamba huu mguu ndo wewe Adamu, ndo hii sura hii inaonekana hapa. Huyu hapa. Lakini hapa kuonyesha tena kwamba ndo wewe, ndo huyu hapa. Lakini anatoa tafsiri tena kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo tafsiri nyingine, huu ni moyo huo kwamba Adamu wewe ni moyo, Adamu wewe ni unyayo, yani kila kitu anatoa tafsiri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajulisha hivi muweze kuelewa maana ya unyayo. Muelewe maana ya unyayo. Na twende sasa. Hili ni jiwe vile vile. Hili hapa. Sasa mtaona huu ni unyayo mweusi huu hapa. Sasa katika herufi zile ambazo nimezitoa katika mkondo huu wa pili, la manake ni mguu wako huo. Ndo maana ya ala. Kwa hiyo ukitamka ala yani Mwenyezi Mungu, manake ni nini? Ni mguu wako. Sasa labda niende kwenye tafsiri kidogo. Tuende kwenye tafsiri ya ala. Labda nifanye hivi. Ala tunaandika hivi. Hivi. Kama tunaandika hivi ala. Walimwengu muweze kufahamu vizuri kwamba nimesema hii ni la. Sasa nilivyosema kwamba maandishi ya Kiarabu hutamkwa kwa Kiswahili na nikasema awa. Sasa utakuta hapa mtu anaongeza, anaweka h, yani Allah. Nikasema kwamba tamkeni kwa Kiswahili ndipo utapokuwa umemaanisha maana halisi. Sasa nimefanya hivi, niandike hivi mjue kwamba Mwenyezi Mungu yeye anaanza yani yuko kulia na mimi niko kushoto. Ina maana mimi ndo huyu hapa. Ala. Yani mimi ni Adamu la. Na Mwenyezi Mungu unaanzia huku kwamba la. Yani ala, yani huyu ni Mungu huku aliyoko kulia huku. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu unatamka la ukianzia kulia. Ukianzia kulia kuja kushoto. Na mimi naanzia kulia, mimi naanzia kushoto kwenda kulia. Mimi si niko kushoto. Kwa hiyo manake ni hii hapa. Kwa hiyo ala manake ni Mwenyezi Mungu. Sasa ukitamka ala manake kwamba hapa kuna nambari 2 na hapa nambari 1. Manake Mwenyezi Mungu yeye ni nambari 1 na mimi nambari 2. Ndio maana ya ala. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba Kiarabu kinatafsirika vizuri kwa maana ya Mwenyezi Mungu alivyoumba kwa Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili ndo kila kitu.
Kwa hiyo hata unapoandika hii hapo, unapoandika baba hii hapo, sasa baba unaanzia huku kuja huku, lakini mimi ninaanzia huku, yani hivi ba. Sasa Mwenyezi Mungu ni nambari 1, maana yake yeye ni A. Mimi nambari 2, ndio maana naitwa B. Kwa hiyo katika kusoma mimi natamka kuanzia huku baba na kwenda hivi, lakini kwa maana ile ile kwamba A iko upande wa kulia na B iko upande wa kushoto. Kwa hiyo hapa nilikuwa na wajulisheni muelewe maana ya unyayo na viungo na herufi ambazo zote zina maana, zote. Sasa twende kwenye zoezi letu hili muweze kufahamu tena. Hii ni picha. Mnaona picha hapa, picha yangu hapa. Lakini hapa kuna weupe na hapa kuna weusi. Ukifanya hivi itajitengeneza A. Manake yale maji meupe na maji meusi ambayo ndio yamenitengeneza yani mimi Adamu. Kwa hiyo utaona Adamu sasa hapa, utaona picha ndogo na inajitokeza hapa hii hapa. Kwa hiyo huyu ni mimi Adamu. Lakini ni unyayo. Kwa hiyo leo naenda kwenye masuala ya unyayo muweze kufahamu vizuri. Ni unyayo huo hapo. Sasa huu unyayo manake alikanyaga sehemu ile pale, ndio hii pembe 4. Hii hapa pembe 4. Kwa hiyo pembe 4 hapa ndio itajionyesha picha yangu tena hapa. Hii. Sasa mtakuja kuelewa maana ya kibla nitapoingia kwenye mawe ya kibla, muweze kuelewa vizuri. Twende haraka kwenye hii unyayo. Haya. Huyu hapa mtaona mimi hii ni picha. Hii hapa. Sura yangu hapo. Hii hapa. Sura yangu nadhani mnaiona hii nyeusi hapa. Ingawa kuna maandiko lakini twende kwenye picha. Picha hiyo mnaiona hapa. Sasa huku ni Mungu. Sababu Adamu ni Mungu huyo mwenyewe kama mlivyoona. Sasa huku ndio mimi ameweka weusi. Huku si mnaona rangi nyeusi hapa. Huku ni kweusi. Lakini huku ni kweupe. Sasa sura zinafanana. Sasa mimi na yeye ni nini? Ni unyayo. Kwa hiyo mtaona sasa huu ni unyayo. Huu hapa unyayo uliobonyezwa hapo, unyayo. Alafu huu hapa ni unyayo wangu mimi mdogo. Kwa hiyo mtaona hapa. Si mnaona unyayo huko kichwani hapa? Unaona unyayo hapa. Huyu ni Subhanahu wa Ta'ala, huku ni mimi. Yeye unyayo wake ni huu, tumeungana hapa. Na mimi unyayo wangu ni huu, huko juu. Nadhani hapo mnaweza mkuona unyayo wangu. Unyayo wangu mimi ni huko kichwani kwake juu. Na yeye mwenyewe ndio huu hapa, pembeni huu hapa. Huu. Na huu ni wa kwangu mimi. Kwa hiyo hapa nataka tu muelewe kwamba ndo maana ya Adamu. Ndo maana ya Adamu. Na picha yangu mnaiona hii hapa. Hii hapa. Kwa hiyo walimwengu nasema kwamba kuna masuala fulani ambayo ninyi hamuyajui, mimi ndo ninayajua. Kwa hiyo utaona picha ya Mwenyezi Mungu, picha ya kwangu hii hapa iko hapa kwenye unyayo. Naona. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo, na hii ni sura ya Subhanahu wa Ta'ala. Hii. Lakini jichoni kwake niko mimi si ndo neona. Na mdomoni niko mimi kwa Subhanahu wa Ta'ala. Yani ameweka kila kitu. Kwa hiyo sije mkashangaa sana. Kwa hiyo hivi ndo hali ambavyo ilivyo, na kwa jiwe hili tena tunakwenda sasa kwamba hii ni sura ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu sasa kwa sababu alikuja
Manake huyu ni Adamu sasa. Unaona unyayo hapo. Huu ni unyayo. Huu ni unyayo. Nadhani twende hivi tuangalie vizuri. Kwa hiyo mnaona hiyo picha hiyo hapo. Sasa kwenye unyayo huu ndio utakuta ameweka picha yangu hii hapa. Inaonekana hapo. Kwa tunavyosema unyayo ni Adamu, ndio huu hapa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alivyokuja akauchota udongo sehemu ile. Kwa hiyo amebariki tena unyayo. Kwa hiyo hii ni manake ni nini sasa? Hii ni kuthibitisha tu kwamba hizi picha ambazo nazitoa hizi manake ni kuthibitisha kwamba Mungu hayuko mmoja, Mungu tuko wawili. Kwa hiyo Mungu aliyoko huko duniani ndo mimi, na yeye yuko kule. Kwa hiyo kama picha hizi za mkondo wa pili ambazo nazionyesha, lakini Mwenyezi Mungu akaamua kunifanya unyayo, maana kwamba mimi ndio nitakaye kuwa natembea duniani. Mimi nitakaye kuwa natembea, ndio maana ya unyayo. Nadhani kwenye maandiko meona ile kwamba maana yake ni nini. Kwa hiyo nilikuwa nimekwenda muweze kujua kwamba Adamu ni nini. Kwa hiyo ninapozungumzia kitu kwamba kitu fulani Mwenyezi Mungu hakitaki, kitu fulani Mwenyezi Mungu hakitaki, maana yake mnijue kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo baada ya hapa tutamalizia sasa muone kwamba mwanamke aliumbwa vipi. Maana Mwenyezi Mungu mara nyingi anapoumba kitu anaumba kwa mfanano. Leo nimeonyesha hapa unyayo. Sasa maana yake unyayo ni nini? Kwa hiyo tutakwenda hatua ya tatu ili mweze kuelewa kwamba unyayo alifanyaje tena katika kumuumba mwanamke. Yaani mwanamke alimuumbaje? Baada ya kuyasema haya, nasema kwamba twende katika hatua ya tatu.